Sasa uvimbe huu wa kizazi huwa upo wa design 4, upo wa aina 4. Kuna aina ya kwanza ambao unaitwa ni pedunculated, ambao huu wenyewe huwa ni uvimbe wa kuning'inia. Huwa unakuwa unamkia, unakuwa umening'inia. Lakini tuna aina nyingine ambao unaitwa subserosal, ambao huu wenyewe huwa unatokea ndani kabisa kwenye zile kuta ambazo zinatengeneza mji wa mimba. Lakini tuna submucosal ambao wenyewe huwa pia unatokea katika kuta za ndani za endometrium. Lakini pia tuna intramural ambao huo wenyewe unatokea kwenye zile kuta kabisa ambazo zinatengeneza misuli za zile endometrium. Sasa hizi vimbe kutokea kwa huu vimbe wa uterine fibroids huwa unategemea sana kiwango cha estrogen mwilini. Kwa hivyo wanawake wote ambao wana kiwango kingi au kiwango kikubwa cha estrogen hormone katika miili yao wanakuwa hapo katika hali hatarishi ya kuweza kupata uvimbe wa kizazi. Na uvimbe huu huwa sio uvimbe mzuri kwa sababu huwa una madhara mengi sana, na huwa ni miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha ugumba, wanawake wanashindwa kubeba ujauzito. Lakini pia ni miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha wanawake wengi wanakuwa wanapata mimba ambazo zinakuwa zinatunga nje ya kizazi, kwa sababu katika kizazi kunakuwa tayari kuna uvimbe. Sasa uvimbe huu unapokuwa unatokea huwa unakupa space, unaweza kuwa mkubwa zaidi, lakini pia unaweza kuwa ni mvimbe zaidi ya mmoja. So kuna wengine wao wanakuaga wana multiple uterine fibroids, wanakuwa na uvimbe zaidi ya mmoja kwenye mji wa mimba. Na huu uvimbe kama tulivyosema unaweza kutokea sehemu yoyote ule kwenye mji wa mimba, japokuwa mara nyingi sana huwa unatokea kwenye sehemu ya juu ambayo ni sehemu ya fundus. Kwa hivyo huu uvimbe unapotokea huwa unakupa space, na mara nyingi hata ikitokea mwanamke akibeba ujauzito huwa wanaharibika, huwa ujauzito zinakomea kuharibika kwa sababu zile fibroids au ule uvimbe huwa unaingilia ukuaji wa mtoto. So huwa unasababisha impairment kwenye embryonic development of the fetus. Mwisho wa siku mwanamke ana end up kupata abortions.